Tuzuke katika kaunti ya Bungoma ambapo vijana wametakiwa kutumia vyema talanta zao ili ziwafaidi siku zijazo badala ya kutumia muda wao mwingi kwa mambo yanayoharibu maisha yao. Akizungumza alipozindua rasmi kongamano la vijana katika kanisa la Word of Faith Bethesda Webuye, mwenyekiti wa wahubiri mjini Webuye Kasisi Salim Wanyama amesema vijana wana uwezo wa kufanya mambo mengi, lakini wengi wao hawatumii talanta zao ipasavyo. Mwanahabari wetu Modesta na Simiyu anatuandalia kina cha taarifa hiyo. Akizungumza alipozindua rasmi kongamano la vijana katika kanisa la Word of Faith Bethesda Webuye, mwenyekiti wa wahubiri mjini Webuye Kasisi Salim Wanyama anasema vijana wana uwezo wa kufanya mambo mengi, lakini wengi wao hawatumii talanta zao vyema. Tumewaeleza ya kwamba ikiwa wataweza work on their talents, to practice their talents and to learn as much, wajifundishe the depth of their talents and their gifts, and they practice them, we are certain that they will become very great men and women of this country. We are teaching them to be influencers, waweze kuimpact society for good. Maana vijana ambao wameelimishwa, wameelewa jinsi wanaenenda na wana uongozi wa kidini, uongozi wa Roho Mtakatifu, wana elimu ya dini na elimu ya maisha, wanaweza kujiendesha vizuri na wanaweza pia kufanya mambo ambayo yanawajenga katika maisha yao. Na kitu kingine ambacho nataka niseme ni kwamba mkutano kama huu ambao tumelaunch officially leo ni mkutano mzuri kwa vijana. Vijana waje makanisani, waje kwa vikundi kama hivi, tuwafundishe jinsi ya kuenenda. Itawapatia fursa mzuri ya occupy themselves well this holiday, ama kutumia muda wao vizuri wakati huu wa likizo ndefu ambayo inaendelea. Matamshi haya yametiliwa na mhubiri wa kanisa la Word of Faith Bethesda Joash Wafula na mwelekezi wa vijana katika kanisa hilo Alex Osanya, wanaosema kwamba vijana wanafaa kusaidiwa kufikia malengo yao badala ya kutumika vibaya, hasa na wanasiasa. Sababu vijana ni chipukizi na tunataka wanapochipuka vipawa vyao pia zinachipuza, na tunataka wafikie upeo, wafikie yale malengo ambayo Mungu amepanda juu ya maisha yao. God has a purpose for each and every young person, and we are praying and helping these young people to reach that potential. That is our church. Jambo la kwanza ambalo nalijua ni kwamba wanastahili kuondoa hofu ndani mwao, wasije wakaokopa. Unajua vijana wengi wanaokopa. Kwa sababu gani? Kwa sababu pengine wanaona ya kwamba wao hawafai, wao pato ni vijana nini. Tunaposoma katika hiyo Timotheo ambayo tumesoma, huyu Timotheo alikuwa kijana na alikuwa anaambiwa mambo haya na Paulo ya kwamba asimame imara kuitangaza Injili na atumie vile vipawa ambavyo viko ndani mwake kufanya nini? Kuitangaza Injili. Na ndivyo hivyo vijana katika kongamano tumeandaa ili tukaweze kuambia vijana ya kwamba wako na uwezo na wako na nguvu ya kutenda kazi. Na hiyo uoga inafanya hawawezi kufikia malengo ama viwango ambavyo wanahitajika kufikia. Vijana waliohudhuria kongamano hilo wakiongozwa na Boniface Wekesa wanasema kwamba umefika wakati kwa vijana kuwajibika na kutumika vyema vipaji vyao na kuishi maisha ya uadilifu katika jamii. So, what I can say to my fellow youth is that according to our dream, that we should cultivate our potential. Every gift that God has given us, we should make sure that we work on it, in order that you don't know that if you will have a blessing when that gift that you have, when you participate it somewhere, it will open doors of blessing to you. Nikiripotia Amaika Radio kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu ni Modesta na Simiyu. Shukrani za dhati mwanahabari wetu wa Bungoma kwa ripoti hiyo. Unasikiliza Jungu la habari za Amaika. Ni dhahiri kuwa